Ni siku chache zimepita baada ya mafuta kupanda bei. Wamiliki wa matatu humu nchini wameapa kuendelea na mgomo wao. Peana njia ya mgomo kufikia hapo saa 11 tutaweza kupatiana direction vile tutaweza kuendelea hadi serikali itakapopunguza bei ya mafuta. We want to make sure that the government understands that without lowering the price of petroleum products, nchi itasimama. Wakisema gharama ya maisha na uchukuzi imekuwa mzigo mkubwa zaidi kwa sekta ya uchukuzi humu nchini. Kazi iko chini. Customer kama wameogopa, wamesema kama watu wamepandisha bei, lakini hatujapandisha bei. Kazi hakuna. Akiongozwa na rais wa wamiliki wa matatu Albert Karakacha na mwenzake Cornelius Chepsoi, viongozi hao wamependekeza ushuru wa kuongeza dhamani ya VAT ili kupunguza VAT bidhaa ya mafuta kutoka 8% hadi 0%, hatua ambayo itafanya diseli, petroli na mafuta taa kutotozwa VAT. Diesel is what drives an economy. And if the price of diesel goes up, the price of everything goes up. The Kenyan, what the politician likes to call the common mwananchi, is hurting from every corner. We have reached the maximum. Kulingana na viongozi hao, hatua hiyo itawezesha Wakenya kuokoa takriban shilingi 15.87 kwa kila lita moja ya petroli na shilingi 17 kwa kila lita ya diseli. Na ile tunasema hiyo subsidy wangechukua hiyo subsidy waweza kuweka kwa upande wa diesel, ingeweza kusaidia kila Mkenya. Hata hivyo, viongozi hao wameshikilia kuwa hawezi pandisha tena nauli wala gharama za huduma nyingine kutokana na hali mbaya ya kiuchumi, huku wakisisitiza sharti serikali ipunguze bei ya mafuta ili kupunguzia wananchi mzigo huo. Yaomba serikali kwamba ichukue hatua ya kukaa na hawa stakeholders wa matatu ama usafiri ili kutafuta njia mwafaka ya kutatua huu mzozo ambao unaendelea wa mgomo wa matatu. Wananchi wanateseka sana, sasa hakuna magari, watu ni waende makazini. Nafikiri serikali ingechukua hatua ya dharura kukaa na hawa washikadau kutafuta njia mwafaka ya kupunguza hii bei ya mafuta. Nikiripotia Sema FM, jina langu ni Christopher Yabonge.